amemshika shati hivi, akasema kwani shingapi kutoa vifungo? Akafungua vifungo baba, alafu akajivua shati huyo mbio. Mke wa Potifa akasema, si nimebaki na kithibitisho. Nitasema ulitaka kuondo, ulitaka kunilazimishia, na mimi nilipoona unataka kunilazimishia nikapiga kelele, nikabaki na nguo yako. Akasema kwani shingapi? Hata ukinisingizia si ya kusingiziwa hiyo. Kaondoka. Alipokuja mzee Potifa mwenyewe, kilichomkuta anaambiwa na mke wake kwamba huyu kijana wako Yusufu alitaka kunibaka. Yeye hakutaka hata kuchunguza. Maadamu amekuta shati. Naona shati lake siri hapa, shati lake. Nataka kunibaka, nikapiga kelele. Wakati napiga kelele akakimbia. Akaniachia shati. Potifa yeye hakuchunguza, akamchukua Yusufu, weka gerezani. Alipoenda gerezani akawa mwaminifu. Sema mwaminifu. Sema mwaminifu. Nakwambia hivi, ukiwa mtoto mwaminifu katika familia, aidha ikiwa ni familia ya kiroho tukimaanisha kanisa, au familia ya kimwili tukimaanisha nyumbani kwenu, ukiwa mtoto mwaminifu siku zote utapendwa na wazazi. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wengine wakiona fulani anapendwa na mchungaji, wao wanaanza kuleta mawazo mengine. Haleluya. Amen. Jamani niseme? Sema. Niseme niache? Sema. Utasikia wengine anajipendekeza, anatafuta vyeo. Unajua zamani hizi watu hawauani kwa nani, maana kuna sheria, sio? Zamani zile walikuwa ni rahisi tu kuoa, sheria hamna wakati huo. Haleluya. Sasa hivi tunauana kwa maneno. Ukiona mtu anafanya vizuri, unaona, anajifanya anajua kutoa sadaka sana. Anajifanya anajua sana kutoa michango. Unamwona? Anajipendekeza yule kwa mchungaji. Bwana msaidie sana. Amen. Na mtu mwingine akishasikia anaambiwa anajipendekeza, anaacha. Oya jamani, nakuhurumia. Kwa nini unaacha? Kisa wamesema unajipendekeza. Kwani ni shilingi ngapi kujipendekeza? Kuna bei kubwa sana. Nauliza, kujipendekeza kuna bei kubwa sana? Kama wanasema unajipendekeza, si uache tu jipendekeza hivyo hivyo. Moyo inatuma. Wewe jipendekeza hivyo hivyo. Wao wanasema unajipendekeza. Wewe jipendekeze. Wasiotaka kujipendekeza waache kama walivyo. Haleluya. Amen. Akaenda gerezani, akawa mwaminifu tena. Alipofika gerezani na kwenyewe alipoonekana mwaminifu pale gerezani, vile vile tena mkuu wa gereza naye akamweka tena kuwa msimamizi mkuu. Wafungwa wanaotoka ikulu ndio yeye anaosimamia. Imeenda. Mwisho wa siku ule uaminifu tena, Mungu akaendelea kuwa pamoja naye. Unajua Mungu pia anakuwa pamoja na mtu mwaminifu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungu anakuwa pamoja na mtu mwaminifu. Ukiwa mwaminifu, Mungu yuko na wewe. Haijalishi watu watakuchukia. Hata kama mimi mchungaji nitakuchukia, hata kama mimi mchungaji sitakupenda, lakini kama Mungu akishauona uaminifu ndani yako na kuhakikishia, Mungu atakuwa upande wako tu. Mpaka gerezani Mungu akawa pamoja na Yusufu. Ghafla wale watu kuna watu waliokuwepo pale waliokuwa wametoka kwa Farao, walikuwa wamefanya makosa. Kwa lugha rahisi wale walikuwa wanaitwa kama mawaziri sasa. Haleluya. Amen. Kulikuwa na mawaziri pale. Wamemkosea mfalme, wakawekwa gerezani. Baada ya kuwekwa gerezani wakaota ndoto. Mungu yuko pamoja na Yusufu. Kilichotokea ile ndoto hatutaelezea sana mambo ya ndoto maana si somo letu. Kilichotokea kupitia ile ndoto Yusufu akawatafsiria kilichokuwa chanzo cha Yusufu kwenda ikulu. Alafu badala yake sasa Potifa naye akawa sasa anapiga saluti kwa Yusufu. Ambaye Potifa si ndo alimtupa gerezani. Sasa badala yake ikafika mahali kutoka mfalme, mtu wa pili katika ile nchi akawa ni Yusufu. Katika nchi ya kifalme, mtu wa kwanza ni mfalme, anayefuatia ni waziri mkuu. Kwa lugha rahisi, alikuwa yeye ndo waziri mkuu. Jamani, haleluya! Haleluya! Akienda kwenye mkoa waziri mkuu, majeshi ndio yanamlinda. Haleluya! Wakuu wa majeshi wako nyuma yake, waziri mkuu. Unanielewa?
kumtupa gerezani kwa sababu ya cheo chake, pasipo hata kuchunguza kama je, haya niliyoyasikia na kuambiwa yana ukweli ndani yake. Yule akajikuta yeye ndo anaenda kumpigia saluti. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Sasa tukiwa kama watoto wa baba mmoja, haitupasi kuwa watu wa magomvi. Ni kweli kuna kupishana njiani, kuna lugha kupishana, lakini haitupasi sisi kuendekeza magomvi. Wakati ambapo unaona kuna mwenzako haendi sawa, wakati mwingine tushauriane, tuonyane. Na hata pia mwenzako akikukosea, akikuomba msamaha, jifunze kusamehe. Haleluya. Amen. Katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Hebu angalia hapa. Sisi ni watoto wa baba mmoja jamani. Baba yetu ni Mungu. Yeye ni baba wa makabila yote. Mpaka Waha. Wale wa kule Tanganyika kule. Na sisi tumo. Na mimi nimo kati ya watoto wa Mungu. Na mimi nimo kati ya wana wa Mungu. Na mimi nimo. Sasa mwingine anataka kusema kwa nini usemi mimi? Mimi najisema mimi. Na wewe usijiseme kwa raha zako. Wanasema raha jipe mwenyewe. Haleluya. Amen. 4 mstari wa kwanza na wa pili. Yakobo 4 mstari wa kwanza na wa pili. Yusufu amewaambia ndugu zake, baada ya kuagana nao akawaambia, msigombane njiani. Msigombane wapi? Njiani. Jamani, msigombane wapi? Njiani. Mwambie jirani yako tusigombane njiani. Kabisa tusigombane njiani. Sisi wote ni watoto wa baba mmoja, tuna safari moja, kuna mahali tunaenda. Tufike huko salama. Yakobo 4 1 na 2. 1 inasema. Ndio. Vita vyatoka wapi? Vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Kwa lugha rahisi, na magomvi yaliyoko kati yenu yanatoka wapi? Si humu. Si humu. Katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Katika tamaa zenu zinazofanya vita katika viungo vyenu. Mstari wa pili. Mwatamani. Wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu. Wala hamwezi kupata. Mwambie jirani yako, hata ukiniua na ukinionea wivu, wala huwezi kupata. Hey. Mwafanya vita na kupigana. Wala hamna kitu kwa kuwa hamwombi. Mwambie jirani yako, hata kama tukipigana hatuwezi kupata kitu, ila dawa ni kuomba. Haleluya. Hebu ruka hapo huo mstari wa 4, sura ya 4, hiyo sura ya 4, mstari wa 11 na 12. Yakobo 4:11 na 12. Yakobo 4:11 inasema. Ndio. Ndugu, msisingiziane. Amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake huisingizia sheria na kuihukumu sheria. Lakini ukihukumu sheria huwi mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Mstari wa 12. Ndio. Mtoa sheria na mwenye hukumu ni mmoja tu. Mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu. Ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Nani wewe umhukumu mtu mwingine? Wewe ni nani ambaye unamhukumu mwingine? Hapa sasa pagumu, pazito. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kuna swali la msingi hapa. Ugomvi ni nini? Swali la msingi. Ugomvi ni nini? Ambalo nataka tujiulize. Maana tumeshajifunza somo tusigombane njiani. Labda inawezekana tunagombana kwa sababu hatujui ugomvi ni nini. Haleluya. Swali la msingi, ugomvi ni nini? Kuna mtu anaweza kawa na jibu lake na kutuambia ugomvi ni nini?
Haleluya. Amen. Hakuna. Ngoja basi nikupe jibu. Ugomvi ni hali ya kukosekana kwa upendo au maelewano kati ya mtu na mtu. Ugomvi ni hali ya kukosekana kwa upendo au maelewano kati ya mtu na mtu, na kila mmoja humwona mwenzake kuwa ni mtu mbaya kiasi kwamba hata mwenzako akifanya jambo zuri, wewe utalitafsiri kwa ubaya. Haleluya. Amen. Hata kama ndugu yako au jirani yako au rafiki yako ambaye unamchukia akifanya jambo zuri, wewe utalitafsiri lile jambo kwa nini? Kwa ubaya. Utalitafsiri kwa ubaya. Akifanya jambo baya pia, utatamani ubaya wake uwe tangazo ili kila mtu aone au kuisikia, hadi akose mahali pa kuweka uso wake. Kiu yako yani ni kuona yule mtu ambaye hamuelewani, hampatani. Ni mtu wa kufedheheka tu. Hivyo neno la Mungu linatufundisha upendo ili tupendane kila mtu na mwenzake. Na ikitokea hali ya kuona udhaifu ndani ya mtu, basi ni muhimu sana kuchukuliana katika madhaifu yetu. Ikitokea kukawa na hali ya kuona udhaifu ndani ya mpendwa, ni muhimu sana wapendwa, kama wapendwa, tuchukuliane katika madhaifu yetu. Haleluya. Ni muhimu tuchukuliane katika madhaifu yetu. Neno la Mungu linatufundisha upendo, tupendane. Yohana sura ya 13 mstari wa 34. Yohana 13 mstari wa 34 inasema. Ndio. Amri mpya nawapa. Amri mpya nawapa. Mpendane. Mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi. Kama vile nilivyowapenda ninyi. Nanyi mpendane vivyo hivyo. Nanyi mpendane vivyo hivyo. Mstari wa 35. Hapo hapo tu. Hapo hapo. Yohana 15:12. Yohana 15:12. Yohana 15:12. Ndio. Amri yangu ndio hii. Amri yangu ndio hii. Mpendane. Mpendane. Kama nilivyowapenda ninyi. Kama nilivyowapenda ninyi. Mstari wa 15. Hapo tu. Yaani ule mstari ninao kuambia ndio huo unaenda nao. Amri yangu ndio hii. Katika Yohana 13:34 anasema, amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Yohana 15 anaimdia tena. Hii ni kuonyesha msisitizo wa Yesu jinsi ambavyo alitaka upendo kati ya wanafunzi na kati ya wote waliomwamini. Kumbuka, haya ni maneno ya Yesu. Ameongea mara ya kwanza katika sura ya 13 mstari wa 34. Anayarudia tena mara ya pili katika sura ya 15 mstari wa 12. Anasema, amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Alafu Yohana 15:12 anasema, amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Jamani, mwambie jirani yako tupendane. Mwambie jirani yako tupendane. Angalia Warumi 12:10. Warumi 12:10 inasema. Ndio. Kwa pendo la ndugu. Kwa pendo la ndugu. Mpendane ninyi kwa ninyi. Mpendane ninyi kwa ninyi. Kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Sikia, hujaelewa vizuri hapa. Hapo hujaelewa. Mwambie jirani yako kumtanguliza mwenzako. Kumtanguliza mwenzako. Mwambie vizuri jirani yako kumtanguliza mwenzako. Kumtanguliza mwenzako. Haleluya. Amen. Haleluya. Nataka niulize, wangapi wana tabia kuwatanguliza wengine? Wenye tabia kutanguliza wengine ni wangapi hapa? Hapo ni pagumu. Pazito. Sema pasito.